السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Baada salamu na kumhimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, bwana wetu, mpenzi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na sahaba zake na watu wote wema. Kwanza poleni wafiwa kwa kupata msiba wa mkubwa ambaye fariki juzi, na sisi tuko hapa kwa madhumuni ya kwenda kumzika. Ikiwa la huzuni, nastahili kutoa pole. Poleni sana kwa tukio hili. Mwenyezi Mungu awatie subira. Amin. Na maelezo yangu ni yale kila siku kwamba kufa sio tukio geni kwa sisi wanadamu. Hayuko yoyote anaweza kusema kwamba ni jambo ambalo halijui. Tunazaliwa, watu wanakufa, tunawaona, na wanakufa kwa maumbile tofauti. Wapo wanakufa wazee, wapo wanakufa wakiwa bado vijana, lakini hata watoto wanakufa. Na huu ni uadilifu wa kweli wa Mwenyezi Mungu, kwamba kila mmoja anakaa anajua atakufa. Si jambo la siri tena. Hapa sisi Waislamu, ikitokezea alikufa mtu, si jambo la kuhuzunika, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tumefundishwa kwamba idha tufia ahadukum, ikiwa mmoja wenu kafiwa au kafa, imetokea jambo hili, kafiwa mmoja wenu au kafa, faliyarudduhu ila Allah, jambo hilo lenyewe wewe urudishe tu kwa Mungu, ndio sawa. Na lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Hadithi ya Mtume. Kila ambacho unacho leo umepewa na Mungu, na kila chako ambacho Mungu kakitwaa, kachukua chake. Lakini kila kitu mnachokifahamu hapa duniani kina muda. Hakuna kitu cha kudumu hapa, wala hakuna mtu anaweza kusema yeye ataishi duniani milele. Hakuna. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Huwa nauliza hivi, hatujawahi kufanya mtu yoyote kabla yako Nabii Muhammad kuishi maisha ya milele. Hayupo. Ukifa wewe sio kiroja. Afa in mutta, wewe ukifa afahumul khalidun, wao watabaki. Hii ni kanuni kaiweka Mwenyezi Mungu kwamba tukiishi hapa tutakufa. Sasa unafikia mahala unakata tamaa, unahuzunika, unavaa nguo nyeusi, unanyoa kipara. Kwa sababu gani sasa?
si mafundisho yetu. Laisa minna man latama alhududa wa shaqqa aljuyuba wa daa bid'wati aljahiliya, si mafundisho yetu. Mtu ambaye latama alhududa, yeye anajipiga kwenye ukuta, anajigonga kwenye kibambaza, anajirusha juu, na ini anataka kujiua bure, kwa sababu sio mafundisho yetu. Wa shaqqa aljuyuba, anachana mpaka nguo, anatetemeka kwa msiba. Siku hizi kuna mkogo wa watu kwenda kulia vilioni, na kuna mashirika ya kwenda kulia vilioni. Kule pwani hapa unamfundisha mtu anakuja kulia pale, utadhani anamjua, hamjui hata kidogo. Kapewa hela tu na utasekilia kilio kiwezi huwa bora kwa watu kulia hata kidogo. Sio mafundisho yetu. Wadaa bid'awati jahiliya, alafu mwisho akawa anafanya mambo ya kikafiri ambayo hayapo katika mafundisho ya dini yetu. Sasa nataka kusema mimi kwamba kufa ni tukio la kawaida katika maisha yetu, na kufa ni hatua nyingine ya maisha yetu. Uhai ni hatua, lakini baada ya uhai wetu kuna hatua nyingine ambayo inafuata baada ya uhai wetu huu. Barzakhi, tutakaa kwa muda, halafu tutahamishwa, tutakwenda kwenye sahatul adala, kwa uwanja wa uadilifu. Fayahkumu Allahu ibadi, Mungu atawahukumu waja wake wote, fima kanu yafaluna, kwa matendo yao yote yatahukumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni hatua, marahili ambazo tunapitishwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kukutana naye. Kwa hiyo ukikaa unajua kwamba kifo ni jambo la kawaida, utakuwa unampenda Mungu na unaona raha kukutana naye. Na yeye mwenyewe kwenye hadithi al-Qudsi anasema, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Mtu yoyote atakayekuwa anaishi alafu anapenda kukutana na mimi, basi na mimi naona raha kukutana naye. Sio jambo la kuhuzunika kwamba ilikuwaje amekufa bado kijana sana, huyu alikuwa walimpeleka hospitali. Sasa wewe unataka wapi? Nani mwingine hapo? Tuambie sasa, badala ya huyu nani mwingine hapo? Kila mtu lazima aishi kwa kufuata muda aliowekewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo cha msingi sisi ni kuishi kwa kuweka mahusiano yetu vizuri na Mwenyezi Mungu. Unaishi unajua mimi nitakufa, kwa nitengeneze uhusiano wangu mimi na Mwenyezi Mungu. Unaangalia nitafikaje kwa Mwenyezi Mungu, kule ambako mwenyewe anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kule mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna kitachomfaa mtu, hauwezi kunufaika mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ukwasi na utajiri ulionao hata kidogo. Kwamba ukiwa na hadhi fulani unapata salama kwa Mwenyezi Mungu, sio sawa, sio kipimo. Hapa duniani kipimo hela. Ukiwa na hela unaogopwa. Ukiwa una hela ukisema unasikilizwa. Ukiwa una hela hata ukitukana watu wanacheka. Sasa huyu ana akili huyu bwana. Huyu hatari. Hela. Ukiwa na hela unasalimiwa na kila mtu. Kuna mtu alikuwa anasalimiwa na anapita, "Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum." Akienda nyumbani kwake anafika anafungua kabati. Anaziambia zile hela. Nyele fulani wa fulani wa fulani alisalama. Fulani na fulani kwa ni wasalimieni. Au kwa nasalimia mimi wanasalimieni hela. Kuna hela bwana unachukua. Warabu na maneno anasema hiya lisanun liman arada fasahatan wa hiya sayfun liman arada qitala. Ni ulimi kwa mtu anataka kuwa msemaji mzuri, hela. Lakini ni upanga anataka kupigana. Pesa inapigana vizuri. Ukiwa na hela unapasua milima, unafanya kila kitu. Hela.
Sasa hivi ni vipimo vyetu hapa, sio kwa Mungu. Kula kwa Mungu hakuna habari ya hela hizi. Kwanza hizi hela zina zipo kule. Kwa Mungu kuna hela. Ni shilingi, dola au riali? Nilikuwa nasoma mimi nikasema hela ukitaka kuona kama hela ni vitu vya kipumbavu. Wakati wa Mtume walikuwa wanatumia hela zinaitwa dirham na dinar. Sio? No. Dirham na dinar. Dirham ni hela zilizochapwa kwa madini ya dhahabu, lakini zilikuwa zinatengenezwa na Warumi. Sio Islam. Zinatengenezwa watu Warumi. Ndio wanatengeneza hizi dirham. Dinari zilikuwa ni hela za fedha, lakini zilikuwa zinatengenezwa na Wairani, Wafursi, na zilikuwa zinatumiwa katika dola ya Kiislamu ya Mtume. Hela wanazotumia za Warumi wa Kristo. Dinari za Wafursi Majusi waabudu moto, maana hazikuwa na thamani wala haziwezi kutumika kama kipimo cha mtu anayekubalika mbele ya Mwenyezi Mungu, bali mtu anayekubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye anaishi maisha ya kati kwa kati. Zilikuwa na mahela mengi sana. Mtu mmoja anakusanya hela bilioni 500, milioni 800, bilioni 2, bilioni 700 za nini? Na hizi hela zote hivi unapata kwenda kulala, unailala kwenye chumba vingapi? Na unatosha kile chumba? Anaambia mtu anajaga kwenye chumba. Katika kaeneo kadogo tu kwenye kitanda ndio unalala. Na hapo unaota. Sio na hela sana, unaweza kuota umenibwa mkao. Unashtuka jasho na kutoka, unakoroma. Kwa Mungu angalie. Sasa hakuna kitakachomfaa mtu maji mfanye bila Mwenyezi Mungu. Illa man ata Allah biqalbin salim. Ila mtu atakayefika mbele ya Mwenyezi Mungu na moyo ulio salama. Qalbun salim ni moyo uliosalimika na maradhi yake. Hii mioyo hii ina magonjwa. Hii mioyo yetu ina magonjwa. Na hauwezi kufaulu kama hujautibu moyo wako. Moyo una magonjwa gani? Mtume katufundisha. Moyo una magonjwa, la kwanza hasad. Mtu anakuwa na husuda kwenye moyo. Anaumia. Anaweza kaumia hata kwa kofia. Tumia roho mbaya. Kanga ya mwenzake anaikatia kijicho. Anaweza kaikata kanga kijicho, mtu akapita ikachanika kwenye mti. Husuda kali. Ndio hatari. Na mtu anasema innaha halika, la aqulu lakum halikatul sha'ri walakin aqulu lakum halikatud din. Ukiwa na huo ugonjwa wanasema huyu ni kinyozi. Sio kinyozi ni halikatul sha'ri, ananyoa nywele. La, wa inma hiya halikatud din. Inanyoa na dini yenyewe. Mtu akiwa na husuda na dini hana, anaweza atakuua. Akafanya jambo muhali. Husuda imejaa. Sio watu wanaona kwa husuda tu. No. Wale watoto na binadamu wawili hawakuona kwa husuda. Unanuia nini? Sasa nitakuua. Mimi nimefanya nini bwana? Haiwezekani, mimi dada yangu ni mzuri. Dada yako wewe ni mbaya. Wewe unaomba wako yupi? Watoto wawili wale. Walikuwa Kabila na Habili. Sasa wewe unachukua dada yangu bwana. Dada yako ni Kisonganda. Kwa hiyo taona dada yako akampua. Yeye akamwambia la in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasati yadi yaktulaka. Ukijawa wewe unataka kuniua sawa? Mimi siwezi kunyanyua mkono kukua. In uridu an tabua bi ithmika wa ithmi wa takuna fil akhirati min ashabin nar. Tachukua madhambi yangu na ya kwako yote utakuwa motoni. Maneno magumu sana. Sasa nini bwana, kwenda huko. Akamua. Husuda. Ndio maana mtu anasema ukiwa na husuda ni harikatu dini. Inanyoa dini na purua. Unabakia mshenzi tu. Hauna jambo.
tibu ugonjwa huu. Ashahna, nongwa, tibu ugonjwa huu mbaya. Ukigombana na mtu ugomvi hauishi. Unagombana na mtu na unataka hata rafiki yako agombane naye, hata kama hakugombana naye hata kidogo. Hakuna hiyo. Ndio magonjwa ya nyoyo zetu yamejaa. Hao watu nasikia wanakufa kwa pressure, kwa nini? Ni nongwa tu. Chuki amejaza maneno humu ndani, mambo. Mwisho jana mzinga anapasuka, anafili ya mbali. Pressure iko juu ishushe. Kwa mwepesi tu. Umeletewa kusamehe, una jambo samehe, una tatizo ondoa. Basi unaishi mwepesi katika hii dunia. Unaishi mtu mwema. Imamu Ibn al-Jawzi ana maneno ameyasema. Ninasema jio nana mahala hiyo. Anasema taharatul qulub. Usafi wa hizi nyoyo. Hizi nyoyo zinatakiwa kusafishwa. Ukitaka moyo unataka kusafishwa, unasafishwa nini? Idha tahura alqalb, moyo unapokuwa umesafika faqa. Anasema moyo ukisafika faqa, unapata ushindi mkubwa. Kupata ushindi kwamba hauwezi kusumbuliwa na vitu vya ovyo vya kwenye dunia. Faqa, unashinda. Nakaa vizuri. Wa idha faqa raqa. Asema Ibn Qayyim. Na akipata hiyo nafasi ya kushinda hivyo vitu, raqa, basi anatukuka. Anapata utukufu, anapata ulainifu, anapata wepesi kwenye nafsi yake. Wa idha raqa raqa. Akipata hiyo hali pia ya wepesi kutengenezwa na moyo wake, raqa, basi unaona mambo yake yanakaa vizuri tu, hana uzito tena. Wa idara ikifikia amefikia mahali anakaa vizuri sana, amekaa vizuri, dhaq, anapata kitu kinaitwa dhaq. Unapata halawatul iman. Unakaa unabakia na halawatul iman kwenye mwili wako. Kwenye mwili unakaa. Hata ukiswali unaona raha. Wangapi wanaosali wanaona raha? Wasemi kwa dhati kabisa kwa nini? Kwamba kwenye swali unaburudika, unaona raha. Sisi sala ni kama unaenda kwenye adhabu. Wakati mwingine imamu anaingia kwenye tuhuma kwamba anachelewesha sala ndefu. Kwa nini? Kuna msikiti mmoja nimewahi kusali mimi. Sala wanaambia imamu anaambia inshallah wal asri wa inatayna. Magharibi. Sasa bali inshallah hapa sura tu wal asri na inatayna. Sio kama ubariki la mimi. Imamu akauta sawa. Hapa kuta wala hawataki. Ile swala haienjoy. Unaenda kusali au mtume alikuwa anasema anamwambia Bilal, anasema arihna biha ya Bilal. Maana ya maneno ya mtume arihna biha ya Bilal. Tuburudishe kwa adhana tusali Bilal. Tukiingia kwenye adhana tunaona raha. Unaingia kusali unaona una furaha. Si unaingia msikitini mtu anafikiria namna ya kuondoka haraka. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Abuta tauraduya. Na sisi mashekhe wengi na mafatwa ni nyingi vile vile. Kuna fatwa za kusema mali ukishamaliza kusali biashara imeisha ondoka zako. Unataka ukae umbeo dua nana? Jiombea mwenyewe. Nataka jiombea mimi mwenyewe bwana. Dua nzuri mimi naijua. Na wewe unajua mizigo yangu ndio nayo. Kuna madhambi nishafanya hata nisome dua haijibiwi. Sasa nikikaa hapa na watu wengi tukafanya dua ya pamoja, sitatusaidia. Ndio watu tunakaa hapa, sio kama tunafanya jambo baya. Na dhikru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana mawjud. Wakati wa mtume hii dua za pamoja na zipo zinafanyika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kama ni jambo geni kabisa. Lakini elimu imekuwa kubwa siku hizi, hamna shida. Na ile elimu ya zamani inaonekana haina maana. Leo hata Imam Shafi anatukana. Imam Shafi kitu gani bana aende huko? Sasa unamtazama yule anayemtukana Imam Shafi, unamuingiza kwenye mizani ya wanazuoni kielimu. Unaona ni mtoto mdogo mchanga. Lakini kibri tu. Aende huko.
Wewe unaweza kuwa sawa sawa na mtu kama yule. Imam Shafi aliwahi kuona magogo yamepangwa, akauliza nini nini? Wakasema kula hadhi kutuka ya Imam, hivi vyote ni vitabu ulivyoandika wewe? Akasema maki zamani wanaandika kwenye makaratasi, kwenye magome ya miti, kwenye mifupa. Ndio hii. Haya bwana, vizuri. Akavihifadhi vile vitabu vyake vyote akaweka kwenye kitu, hapa akavipiga moto vile. Sasa hivi nikiondoka sitakuwa na hiyo, imeisha kabisa. Sisi siku hizi kuhifadhi, kuna kitabu kinaitwa Nukhbatul Fikri, kukasoma kitabu karatasi 2 tu. Kuna maneno mengine ukisoma mpaka utafute na kamusi. Unafungua na kamusi hola. Unatafuta nini unatafuta? Hola. Lakini ndio andika vitabu viwili, Ibn Hajar al-Asqalani. Na ana alipata heshima ya Sheikhul Islam. Wewe umechani Sheikhul Islam ni hatari wewe. Sasa Imam Shafi vitabu kaweka kwenye kichwa chake kile. Anatoka. Ndio kusaidia hili tunaiona leo. Wewe unataka kumtukana kwa sababu umesoma miaka yako 2 Madina, sijui wapi, umesoma pengine hapo ndani. Wewe mimi tu hawezi kunichezea. Tutakuchana vibaya sana. Ya Allah. Sasa nasema haya maneno kwa ajili ya kuhimiza kwamba lazima mioyo isafishwe, itengenezwe, ikae vizuri. Mioyo ikikaa vizuri, tunakwenda vizuri, tunafika mbali. Ukishafuata hiyo, nasema ukishapata hiyo nafasi, moyo umeusafisha, umeona, unaanza kusikia ile utamu wa imani, unausikia ile ladha ya Uislamu. Ukifunga unafurahi, unafunga wala hauna haraka ya iftari, sio? Wengine akifunga hachezi mbali nyumbani baada ya sala asri. Ndio maeneo hayo. Anaandaa kila kitu pale, anasuju anakajaga. Haenjoy ile show. Kama ni aina ya adhabu. Hii sio adhabu. Ibada wala sio adhabu. Kama ingekuwa adhabu Mungu asingetuletea. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Mungu hawapelekei watu sheria ile ambayo wanaiweza. Unapata shida ya nini sasa hivi? Hata kidogo. Sasa ukipata ile ladha, anasema tashumu nasimu janna. Unakaa utakuwa unaishi upepo wa harufu ya pepo. Yaani unakaa ukisali unasikia na harufu ya pepo. Kama alivyokuwa anasema masahaba Mtume, nahnu nashumu raihatul janna min jabal Uhud. Yaani unasikia harufu ya pepo kwenye mlima wa Uhud, akifika pale unasikia harufu ya pepo. Wa inna raihatu, harufu ya pepo, la yushammu min masirati 500 am. Unaweza kuinusa mwendo wa miaka 1500 unasikia harufu hiyo. Sisi nani shauka hapa? Umeshawahi kunusa harufu ya pepo? Umesikia harufu ya pepo? Bado. Upate ile test ya dini yenyewe. Yaani unasali unafurahi. Anasema Mtume ni mazia hadithi, anasema dhaqa ta'amul iman, dhaqa halawatul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Amefanikiwa kupata testi ladha nzuri ya Uislamu. Mtu ambaye atakayeridhia kwamba Mwenyezi Mungu ni Mola wake. Ukisharidhia kwamba Mola ni Mungu ndio Mola wako, hivi ndani unaweka Mungu tu, hawezi kingine. Sasa sisi humu Mungu ana nafasi ndogo sana. Kwenye nyoyo zetu vyama vya siasa, taasisi, mali, wake, watoto. Mungu kana nafasi kadogo. Mtu hayuko tayari kuridhia kwamba Mungu ndio Mola wake kwa kila jambo. Mtu anaweza kuhama msikiti kwa kuibiwa viatu. Alikuja msikitini ameswali, kuna mtu alibiwa pale msikitini kwetu viatu. Mpya amenunua, zamani kuna vile walikuwa raba mtoto. Unajua raba mtoto? Baada jisahau kaviacha hivi. Allah. Kumbe kuna jamaa mmoja asali kama hivyo, alikuwa na mipango yake. Watu kwenda kwenye sijida akanyanyua viatu.
yule hajui mgeni pale Amin kahama siku maskini. Tukasali sala bifadhili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Kutoka amevia viatu vangu vita sikubali. Wallahi siswali tena. Aminu man udhiya fi nasi jala fitna fi nasi adhabita. Basi bwana, mimi nimesema maneno yangu kidogo kuwakumbusheni kwamba tumwite Mwenyezi Mungu kwenye vifua vyetu, akae ndani, taishi vizuri na Mwenyezi Mungu. Naam, basi Mwenyezi Mungu amrehemu maiti wetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli bi hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa mutana wa dhukurana. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه